Bwana, mambo vipi? Natumaini uko poa. So binafsi sauti leo haiko vizuri, ila nitajitahidi tuhakikishe tunajifunza kitu ambacho kinaweza kutusaidia katika ufanyaji wetu wa kazi tunapokuwa tunatumia Adobe Photoshop. Ila pia hakikisha basi una subscribe ili kunipa mimi support ya kuhakikisha kwamba nakuwa naendelea kutoa updates. Na katika video hii basi nitakuelekeza ni njia gani ambayo unaweza ukaitumia kufanya font yako ikaa katika muonekano kama huu. So ni rahisi na haraka sana kwa sababu hivi vyote unavipata ndani ya freepik.com. So ukitaka kupata fonti za muonekano wa 3D basi ukafanya kazi yako ikawa bora zaidi na ikavutia. So ni rahisi, unachokifanya utakuja kwenye Chrome yako, then utakuja utaandika freepik, itakuja ita open kama hivi. Hii ya kwanza kabisa ndio utakuja utaklik hapo, then itakuja itafunguka kitu kama hiki hapa. Unachokifanya basi unaweza ukaandika 3D fonti, then ukaletewa fonti za 3D. Ukiklik hapo basi unaweza kuona fonti za 3D zote ziko hapa. Ila ni sio zote una uwezo wa kuzitumia kwa sababu zingine ni inatakiwa uwe mtumiaji wa Freepik, then uwe umeshafanya malipo ili kuweza kutumia fonti zingine kwa sababu sio zote ni free. Baada hapo basi utakuja utaselect PSD. Hii itakuwa inakusaidia kwenye Adobe Photoshop kwa sababu unapo select PSD basi watakuletea fonti zote ambazo ni za 3D ambazo zina uwezo wa kwenda kutumika ndani ya Photoshop. That's why una select hapa kwenye PSD. Then unaweza ukaja ukachagua ni fonti ipi. Na unaweza kuona kuna zingine zimetuwekea hii icon ya clown hapa na zingine, yani hizi ni ambazo huwezi ukazitumia. Kwa fonti ambazo unaweza ukazitumia wewe ni hizi hapa ambazo ziko free. Kwa unaweza download kama hii Juicy Boys na zingine nyingi. Kwa ni fonti nyingi sana ambazo zinapatikana huku na ukawa unafanya kazi yako katika utofauti. So kwa mfano kama hii hapo tumedownload, au unaweza ukasema labda umependa hii hapa ukaja ukaklik hapa, then itakuwa ina download fonti yako kama unaweza kuona hii hapa. Na baada hapo basi ukija ukiopen kama hivi, unaweza ku double click kuifungua, then utakuja itakuonesha format ya Photoshop. Then itakuonesha format ya Photoshop kama hivi, uta double click kuiopen, moja kwa moja itaenda kwenye Photoshop yako na itakuja ita pop up kama hivi. So unachokifanya wewe utaangalia hii ya kwanza waliokuambia double click to change text. So unaweza ka double click hapa, then ukaipa text muonekano wako wewe, then ukaipa text yako jina ambalo unataka lionekane pale. Kwa unachokifanya wewe uta right click hapa, inaniambia fonti hii haipo huko, kwa hiyo ita change by default. So mimi naweza nikalipress hapa ikaja ikachange fonti ambayo mimi ninayo yenye muonekano kama wa kule. Kwa hiyo pia inachotakiwa uzingatie ni kwamba fonti yako inatakiwa iwe same. Ikiwa ni tofauti basi hata muonekano wa kule pia utachange. Kwa hiyo sio issue kubwa sana. Umeona? So unaweza ukaandika labda new, mfano unaweza ukaandika labda new, uta click yes. Baada hapo utahakikisha kwamba una click Control S kusave. Then baada hapo unaweza kuona ile alama ya kureload, then ukija kwenye fonti yetu hapa unaweza kuona moja kwa moja na yenyewe imechange, imekuwa kama kile kitu ambacho tumekifanya. Kwa hata hii nyingine pia, mfano hii ni Juice, unaweza ukaja hapa uka double click kwenye smart object then ukaichange. Kwa kama fonti haipo itakudai kwamba inabidi replace, au wewe ukadownload fonti ambayo ina muonekano huu au jina lake unaweza ukalisoma kama hapa ili uende ukaidownload then uinstall ikupe kitu kama hiki. Ila kama ni tofauti basi unaweza ukachange na ukaandika jina lingine, labda ukiandika boy. So baada hapo uta click Control S. Ni lazima click Control S kusave ili iweze kuchange kule kwenye ile 3D yetu. So baada hapo unaweza ukaona tayari tukija kwenye fonti yetu basi itakuwa imechange kitu kama hiki hapa. Pia una uwezo wa kubadili aina ya muonekano kwa kutumia fonti zako mwenyewe. Una uwezo wa kuja ukaselect fonti zako ambazo wewe unazikubali ili upate kitu ambacho ni kizuri zaidi. Mfano mimi nikiselect hiyo nikisave, okay, kama hivyo unaweza kuona tukirudi kwenye fonti yetu basi na yenyewe imechange, imekuwa sawa na fonti ambayo mimi nimeitumia. Umeona kama hivyo. Kwa hiyo ni njia ambayo inaweza kukusaidia wewe kufanya kazi zako kwa ubora wa hali ya juu zaidi, ikiwa hauhitaji kutumia muda mwingi sana kuanza kucreate kitu chenye muonekano wa 3D kama ni title au nini ili uweze kupendezesha kazi yako. Basi una uwezo wa kuja Freepik then ukadownload hizo na ukazitumia muda wowote unaotaka wewe. So hiyo ilikuwa ni tutorial yetu ya leo, kuhakikisha kwamba unapata maujanja ili uweze kujua ni njia gani ndani ya Photoshop unaweza ukafanya kazi yako kuwa kama pro. So tukutane kwenye kipindi kijacho
niwatakie wakati mwema, ila pia hakikisha basi una subscribe ili kunipa mimi support ya kuhakikisha kwamba nakuwa naendelea kutoa updates kila baada ya muda fulani, kwa sababu unapokuwa una subscribe and comment unakuwa unanisupport mimi kujua kwamba okay, these people wako serious kuhakikisha kwamba tunajifunza kila itwapo leo.